Yaani kabla sisi wataalamu masuala ya ardhi, aidha kampuni kama sisi au halmashauri yoyote, afike site akague, akuhakikishie kwamba hii sehemu ni salama. Kwa sababu kuna mtu mwingine yeye anajua ni shamba na ukatia kama nusu eka au robo eka, kumbe halmashauri imeplani kama open space au eneo la shule au barabara. Unajikuta unanunua sio sehemu salama. Ukija kujenga barabarani unawekewa X, shida tayari. Kwa hiyo sisi tunashauri kabla ya kununua, kabla ya kufanya eneo lolote ile pale, wataalamu wa ardhi tufike site, tukague, tuchukue vipimo ndio tukababa naye hii sehemu salama. Haya, elewana naye huyo shilingi ngapi na uhusiano. Na baada ya kuanza kiwanja kimepimwa, ni vitu gani vinapata labda kulipia na nini? Kiwanja kio kimepimwa ili uweze kumiliki. Utahitajika uwe na NIDA namba yako, uwe na ile mikataba ya mauziano ambayo ulinunua. Kuna mtu anakuwa amekuuzia, uwe na ile mikataba na uwe na NIDA namba. Pili, utatakiwa uwe na utambulisho wa mwenyekiti wa mtaa huo. Ukiwa na hivyo vitu unamilikishwa. Kwa na gharama za kumilikishwa zinapishana kulingana na ukubwa wa eneo na sehemu ya eneo lilipo. Yaani sehemu ya kiwanja kilipo na ukubwa wa kiwanja kilipo zinapishana. Kuna malipo fulani yanalipa unapokuwa umeidhinishwa kiwanja kwa mwaka. Ile ni kodi ya ardhi. Kodi ya ardhi, eneo likishapimwa, limekuwa approved na namba, umechukua na hati, kila mwaka unatakiwa unalipia kodi ya pango la ardhi kila mwaka. Ni mara hii, ni mara moja. Na hiyo kodi inapishana kulingana na ukubwa wa eneo na location. Kuna sehemu nyingine kwa mwaka shilingi 10,000, sehemu nyingine kwa mwaka shilingi 20,000, sehemu nyingine shilingi 5,000. Kwa hiyo inapishana hiyo kodi. Kwa hiyo ni tofauti na kodi ya majengo. Tofauti na kodi ya majengo. Kodi ya majengo ni issue nyingine, kodi ya ardhi ni issue nyingine. Kodi ya majengo yenyewe inatoka kwenye jengo lolote lile. Iwe limepimwa, hiyo eneo limepimwa, haijapimwa, lazima ulipie kodi ya majengo. Ikiingizwa kwenye mita namba tu inakuwa moja kwa moja. Kwa hiyo kuna kodi hizi, kodi ya majengo na kodi ya ardhi, na watu wengi wanachanganya pia. Wengi na kuelewa, wengi sana wanachanganya kitu kama cha hiyo. Sasa ni kodi fulani ambayo mtu akifikia umri fulani alipi. Ni hiyo kodi ya ardhi. Kodi ya ardhi usipolipa kwa mwaka unapigwa penalty. Yaani au sijakuelewa hapo kwamba sawa, usipolipa yaani akifika umri fulani labda halipi. Ni miaka 60. Ni kodi ya ardhi na kodi ya jengo pia. Ni kodi ya jengo sio kodi ya ardhi. Kodi ya jengo ndio ukifikisha miaka 60 unaweza kaenda halmashauri kuomba usilipie. Kodi ya jengo sio kodi ya ardhi. Kodi ya ardhi utalipia miaka yote. Hainaga msamaha hiyo. Kodi ya jengo nasamehewa. Akienda halmashauri husika anaweka vielelezo wanamuondoa. Na mwenyekiti anaidhinisha kwa mtaa kwamba huyu ni mzee mstaafu, wanamuondoa kwenye kodi ya jengo. Lakini hivi vitu sio wewe, vinachanganya wengi sana, vinachanganya wengi. Hili lazima ulipie kila mwaka. Vinachanganya wengi sana. Sasa hii inayoingia kwenye umeme ndio hii ya majengo. Ya majengo hiyo. Ya ardhi yenyewe inahusika na masuala ya ardhi pekee yao. Unaenda kulipia kule kulingana na ukubwa wa eneo. Lakini ya jengo yenyewe unalipia kama ghorofa ngapi kuna gharama yake. Kama nyumba ya chini kuna gharama yake. Haina mambo mengi sana hiyo. Sawa bana. Karibu sana mzee wangu. Karibu sana. Hapa umeniweka vizuri. Karibu sana mzee. Sawa bana. Kwa namba zetu hizi hapa, elimu sisi tunatoa bure. Kwa hiyo ukipata changamoto yoyote unataka kuuliza masuala ya ardhi, piga, tunakusaidia. Yaani wewe piga, sema jamani mimi na changamoto hii nahitaji nielekezeni hiki, tunakuelekeza. Karibu sana mzee. Natakie kazi njema. Shukrani sana. Haya.